Judith alibaki amemtazama David bila kusema chochote. Simu bado ilikuwa mkononi mwa David, lakini ujumbe wa Vanessa ulikuwa tayari umeshaonekana. Mpenzi, usinisubiri sana leo. Nataka tu ile pesa ulioniahidi kwamba utanipa. Judith alihisi kama moyo wake umesimama. Mpenzi? Akamwangalia David. Kwa hiyo Vanessa ni mpenzi wako David? David akameza mate. Judith, si vile kama unavyofikiria. Judith akacheka kwa uchungu. Basi nielekeze kile ninachopaswa kukijua David. David akakaa kimya. Judith akachukua ile karatasi ya miamala. Pesa hizi zote nilikupa kwa sababu nilikuamini David, lakini kumbe ulikuwa unanisaliti kwa muda wote huo. Nilikuwa natoa pesa zangu na kusaidia kumtunza mwanamke mwingine. David akajaribu kumshika mkono Judith, lakini aliuondoa kabisa. Usiniguse. Sauti yake ilikuwa inatetemeka. David akaanza kujitetea. Vanessa ni rafiki yangu tu mama. Kuna mambo nimekuwa nikimsaidia ya kazini. Judith aliuliza kwa ukali. Rafiki ambaye unamuita mpenzi? David hakujibu chochote. Hapo ndipo Judith akajua kila kitu kinachoendelea kati yao wawili. Machozi akaanza kumtoka huku akimwambia kwa sauti ya chini. David, nimejinyima kwa ajili yako. Nimeuza vitu vyangu kwa ajili yako. Nimeamini kila kitu ulichoniambia. Leo mimi sina kitu, lakini wewe bado unaendelea kumpelekea Vanessa pesa. David akainamisha kichwa chini. Lakini baada ya kuomba msamaha, akauliza, bado una pesa kiasi gani mpenzi? Judith alishtuka. Unasemaje? David akasema kwa sauti ya chini. Judith, kama kuna pesa yoyote iliyobaki tafadhali nipatie. Ninaweza kurekebisha kila kitu kitakapokaa sawa. Judith akamtazama kwa macho yaliyojaa machozi. Kwa mara ya kwanza aligundua kwamba David hakuwa na hofu hata kidogo ya kumpoteza yeye. Alikuwa na hofu ya kupoteza chanzo chake cha pesa. Judith akamwambia, sitakupa tena hata shilingi moja. David akabadilika ghafla. Judith, usifanye hivyo. Imetosha David. David akaondoka huko akiwa amekasirika. Judith alibaki pale chini peke yake huko akitiririkwa na machozi. Akaangalia nyumba yake, vitu vyake vichache vilivyokuwa vimebaki, na akaanza kulia. Alikuwa anamsaidia David mpaka akakaribia kufilisika. Lakini siku hiyo alijiwekea nadhiri, hata kama nitabaki sina kitu kwenye maisha yangu, sitamruhusu mtu yoyote kunitumia tena. Wakati huo huo David alipofika kwa Vanessa alimwambia, Judith amegundua kila kitu, hataki tena kunipa pesa zake. Lakini Vanessa akamtazama kwa hasira David usoni. Basi mfanye akupatie. David akanyamaza. Vanessa akatabasamu kwa namna ya kudhihaki, huku akimwambia David kwa sauti ya chini, David, kama kweli unataka mimi nibaki na wewe, basi lazima utafute njia nyingine ya kuweza kunipatia hizo pesa. David alishia kumtazama Vanessa huku akiwa amepatwa na mshangao, na alikuwa katika hali ya masikitiko makubwa. Je, ni kitu gani hasa kitakwenda kutokea katika sehemu ya 15? Kaa na mimi tuburudike pamoja.